dhambi inatufanya tunakosa kuona mazuri ambayo Bwana anatenda. Bwana sifiwe. Kumbuka mshahara wa dhambi ni mauti. Na pasipo kutubu hakuna vile utaweza kuona mambo mazuri ambayo Bwana ameandaa mbele zako. Bwana sifiwe. Chukua hatua ya imani, ukiweza kutubu, ukiweza kuachilia moyo wako mbele za Bwana, ukiachilia imani yako mbele za Bwana, Bwana atakapochukua nafasi ndani mwako, hii njia utaiona. Hata ukiwa mjinga wa aina gani, Bwana atakupa neema ya kuona njia hii. Bwana ataachilia furaha ndani ya moyo wako. Bwana atakutia nguvu ndani ya viungo vyako, kwa sababu anasema alikuwa na sababu ya kuchagua Israeli kuwa watu wake. Kukua kwako mahali hapa, Bwana ana sababu kukutenga wewe, na anataka kutenda mambo mapya ndani ya maisha yako. Hata nije mabarakano ni mengi, nije ulitarajia mengi na hujayaona, lakini siku ya leo ukijiachilia mbele za Bwana, Bwana anaenda kutenda jambo jipya. Bwana anakufungua, Bwana anakutetea, Bwana anakuinua, Bwana anarejesha ndoa yako, Bwana anarejesha watoto wako, Bwana anarejesha hata mifugo yako. Yeye si mwepesi wa hasira, yeye anaghairi makosa, yeye ni mwaminifu mwenye haki, hata acha watu wake wakateseka. Kasema njooni tusemezane, hata nije dhambi zenu nyekundu kama bendera, lakini nitawafanya mkuwa weupe kama pamba. Bwana asifiwe. Bwana anakuita leo, analo jambo jipya ambalo anaenda kutenda maishani mwako, lakini anatamani muongee na yeye. Hata lija kama ulikosea, ako tayari kukuosha, ako tayari kukusamehe. Na akasema kwamba nimesimama mlangoni ninabisha, yeyote atakayefungua moyo wake nitaingia ndani mwake, nitaishi na yeye na nitakula na yeye. Bwana anatamani kuingia ndani ya moyo wako. Bwana anatamani kutenda kazi ndani ya moyo wako. Kitu cha maana ni kuchukua hatua ya kumkaribisha, kukubali kuwa yeye ni mwokozi wa maisha yako, na maisha yako yatabadilika. Kwa miguu yetu miwili tusimame, tunapenda mbele za Bwana, tunapofungua mioyo zetu kwa ajili yake, kwa sababu yeye ako tayari kutenda jambo jipya ndani ya maisha yako. Ako tayari kufungua njia pasipo njia, ako tayari kuweza